waliokufa wengi ni vijana wenzetu. Kiangalia ni wadogo sana. Nilikuwa najaribu kufuatilia miaka 18, 19, 20 ngapi. Tukio ambalo limeniangalia kwenye mtandao na ikanipa mawazo sana, Tanzania nafikiaje hivi. Mtu kapigwa risasi ya kwanza, akasema piga na nyingine. Akapigwa ya pili, akasema ongeza nyingine. Akapigwa ya tatu, akaanguka. Ni ujasiri wa namna gani huo? Ni ujasiri wa namna gani huo? Kwa hiyo viongozi mnatutengenezea sio uoga tena, bali ujasiri. Utaniua leo, utaniondoa, aliyeko nyuma yangu atavaa ujasiri wangu. Na baadaye kinatokea kitu gani? Sasa kuna watu ambao ni viongozi, na ukiwa na mamlaka unaweza kuamrisha jambo fulani, ukamwambia huyu weka matani, wewe weka huko, sawa. Lakini nyuma watu wanatazama na kuona. Wakati wa mkoloni alitumia vitu vizito sana kuwadhibiti watu. Lakini ikafika hatua mkoloni akasema inatosha. Watu inabidi watawale kwa namna nyingine, sio kwa mabavu tunayoyatumia. Leo tunasema Tanzania ya amani, Tanzania ya haki, Tanzania ya uhuru. Kwa nini niogope kuongea kwenye nchi yangu? Na sijatukana. Sijui kama nimezungumza neno la kutukana. Sijui kama nimezungumza neno la kufedhesha. Lakini kuna watu napozungumza hivi wanakeleketa. Huyu ndogo ni nani? Who is this guy? Kwa nini nazungumza mambo kama haya? Ninaongea, nimeshasema, miguu yangu inatetemeka. Sijui kesho yangu na mkaji. Japo unasema ongea. Wewe unaongea kwa sababu unakuwa ofisini kule. Baadaye ukishasikia Enoki ametekwa utaanza free Enoki. Baada ya mwezi mmoja tumeshasahau hizo habari. Mungu wangu tusaidie. Tunahitaji kuiona Tanzania yenye amani, yenye haki. Uwezo kuzungumza amani bila kuzungumza haki. Leo ndugu zetu Dar es Salaam wamekufa, lakini msingi mkubwa kufuatilia ni madai ya haki. Tutaendelea kuidai haki. Jambo la tatu, ninazungumza miguu inagongana, japo mnaniona nimesimama, kwa sababu tunajua Tanzania leo, once you speak you will be in a situation ambayo unakimbilia kifo. Yaani unapozungumza unakimbilia kifo. Mungu wa mbinguni huko, nikifa damu yangu iende kwa mtu fulani. Tunaogopa hata kuzungumza, tunaogopa hata kusema. Sasa kama mnatufanya tuogope kusema, utajuaje mimi nina kinyongo? Mheshimiwa, nisipoongea kwamba mimi kuna jambo kwako linaniuzi, utajuaje kama ninauzika na wewe? Nitakachokifanya ni action. Na action nitakayoifanya ima ni kukuharibia wewe au watu wako wa karibu. Ndio maana kwenye hili wametafutwa watu wa CCM, kwa sababu hao ndio watu ambao wapo kwenye mamlaka na hawataki kushinikiza maboresho yatokee. Unafikiri nini kitatokea? Binafsi mimi nina ndugu yangu yupo mahali pakubwa kwenye CCM. Kakimbia nyumba kwa sababu maeneo yalipochafukwa ndio walikuwa ni walengwa wanaotafutwa. Kwa watu wengine wanaoumizwa ni ndugu zetu kabisa, ndio wanaotafutwa vile vile. Sasa tunawaomba vyombo vya mamlaka. Najua hizi ni jitihada na njia za kutafuta kujenga, ndio jitihada na hatua za maridhiano. Tunaviomba vyombo vya mamlaka, tafadhali sana, muangalie namna ya kuboresha pale ambapo mnaona kuna tatizo. Msifumbie macho, tafadhali tunaomba, msifumbie macho. Naam.